The City Church TV with the gospel to the end, delivering Christ to all through the gospel. It is the power of God unto salvation. Listen and live the gospel of Christ. Nisema ambayo iliyo ndani ya moyo wangu sana. Na nege kenoge kenene ndani ya nkoro yakwa. Nisema ambayo niko na marafiki wengi. Na ndena ashore baba nge. Zaidi ya yote tumeweza kujumuika pamoja katika neno la Mungu. Nkoro kia jonde tuodereta toke watanira monoro tetonerwa Mulungu. Zaidi ya yote pia nashukuru kwamba tuko na mkusanyiko wa kuweza kushiriki neno la Mungu. Na ndena gekeno korobona rwa kwedra tuna kiodurano gyako watanira rotetora Mulungu. Na furaha kwamba Mungu anapendezwa na wakati huu. Ndena gekeno ate moda na kukenwa negi tarere. Na zaidi ya yote tena Mungu anapendezwa na ushirika tulionao. Na nkoro kia jonde Mulungu nago kenani watanira wetu enayo. Natumai sote tutafurahia kuweza kulisikiza neno la Mungu. Na ngwetege tuiga tugakenera kudikera rotetora Mulungu. Haleluya. 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 Amen. Amen. Majina naitwa Pastor Kelvin Otieno. Eta kwa Pastor Kelvin Otieno. Kutoka katika sehemu ya Kisumu. Amwete rotererwa Kisumu. Mimi si mgeni sana katika sehemu hii. Wete mgeni mono ndani ya tora rere. Mara kwa mara nimealikwa kuweza kushiriki neno la Mungu. Egita dereta akija kugana rotetora Mulungu. Hata kwa siku 3 tutakuwa tunashiriki neno la Mungu. Na tukoida totokedra tokegana rotetora Mulungu. Bwana asifiwe. Wala nyakumwe. Natumai neno la Mungu litaweza kupata nafasi katika mioyo yetu. Na ngwete rotetora moda tokona kanya ndani ya nkoro shetu. Jioni ya leo nitasoma andiko moja. Ogorobona arwa nkazo mayandiko lemwe. Jioni ya leo nitasoma andiko moja. Ogorobona arwa nkazo mayandiko lemwe. Katika kitabu cha Mwanzo. Ndene yukule kiambereria. Sura ya kwanza. Kiambereria ya mbere. Mstari wa kwanza na mstari wa pili. Mstari wa mbere na mstari wa ere. Tasoma katika lugha ya Kiingereza. Nkazo mana lugha ya Gishonko. Sijui kama nitaruhusiwa kuchanganya yote mawili. Ndije kedrange tekerwa tukanyesho ijere. Wanasema Kiswahili lipita kwetu kidogo. Kwera wa Kiswahili yake akorokerere kwetu. Tutachanganya tu. Inyake dira tukatukanya. Kiswahili si mbaya sana kwa pande yetu. Kiswahili tekedo kumonoro terero wetu. Katika Biblia ya Kiingereza, ndani ya Biblia ya Gishonko, maandiko inasema, maandiko jariuga. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Kiambere ya mbere mstari wa mbere na jwa ere. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Today is a very special day. It is a great day before the Lord. It's a great day before the Lord. God is very pleased when we gather to listen from His word. There is nothing precious in the heart of God as having fellowship. And now that we are gathered to have fellowship in the word of God, I am certain that there is celebration in heaven. There is happiness in heaven. Because we are on a commission. We are performing our duty as brothers and sisters. We are spreading the word of God. We are spreading the good news. We are giving hope to the world. The hope that can only come from God. God is happy when you talk about His name. God is happy when we express His heart to His people. This is where the Lord is today. This is where the presence of the Lord is today. The Bible confesses that when 2 or 3 are gathered in His name, in that very place then there is God. So in this place there is God. This is where the eyes and the heart of God are in Bitungu today. And there is nothing new we want to share. Because the Bible is not a new book. The Bible is an old book that has only been misinterpreted. So we
hope that we'll get the correct interpretation of the word of God. And the true heart of God will be planted into our hearts. Where there is God, there is happiness. Where there is God, there is peace. Where there is God, there is joy. Where there is God, there is healing. Where there is God, there is satisfaction. Without God, the things we want, we cannot have them. The things of the world cannot satisfy our hearts. The things of heaven will satisfy our hearts. The Bible speaks about the peace that God gives. And the Bible says that it is a peace that surpasses all human understanding. It is not the same peace as the peace you want from the world. In the book of John, Jesus talks about the peace. Jesus is saying that he gives us the peace. And he is confirming from the Bible. It is not the same peace we receive from the world. There is a difference of peace that we receive from Jesus and the peace that we receive from the world. We only need to understand how can I receive that peace. Hiyo amani ambayo inatoka kwa Kristo tutaipokea kwa njia gani? Na kuna tofauti gani kati ya amani ya Kristo na amani ya ulimwengu? Bwana asifiwe. Tunatazama amani ya Kristo ni gani? Na amani kutoka ulimwengu ni gani? Tunafahamu ya kwamba katika ulimwengu kuna mambo mengi. Na maanisha katika ulimwengu wa mwanadamu kuna mambo mengi. Na kuna njia mingi ambazo tunatafuta kuweza kutimiza amani mioyoni mwetu. Na wewe na mimi tutahakikisha ya leo hizo njia ambazo tumezitafuta hasijatimiza amani mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Lakini Mungu ako na amani ambayo itatimiza mioyoni mwetu. The only peace that will satisfy our heart is from God. And that is the peace that we want to talk about. These days, for those who are employed, after having or working so hard for the whole year, you want to take a break, or you want to go for holiday, you want to go to the coastal part of Kenya probably, and enjoy the beaches. You want to treat yourself with nice food. You want to travel abroad according to your money. You want to take your children out. It's not a bad thing. It's a very good thing. But if that is where we are trying to find peace, we can never find peace there. Oh, we want to study. We want to go to school. We want to get a degree after another one. It's not a bad thing to have knowledge. But that peace that you try to find in the knowledge of education cannot satisfy us. And of course, every day we are trying to make money. I also love money. Because money solves a lot of my problems. Yeah, these days coming from Kisumu to Nairobi to Meru is a bit long. So if I have money, I fly 45 minutes to Nairobi and then 3 hours, 4 hours to Meru.
mbesha inganu ikoburoka gweta Nairobi nganga kinya Kisumu na ndaka 45. But because sometimes I don't have enough, Ende no ndo bakwera ndana sheko I ngana. have to take the long journey. No mwanga metanjerenda So aja. having money is good. Gweta wana mbesha gondoge But does tega. not mean that money will bring peace in your heart. Ende ndako mani shambesha ikareta dere nkorone ku. It can only satisfy a portion of your needs. Yomba kene go shamani na kachunje kama bataro jaku. But it can never bring eternal peace and satisfaction in your heart. Ende itamane koreta komarera na konganero kwa mandani ankoro yaku. When God created man in 3 parts. Morungu lero mbira muntu ombera na ana ishinja bidato. That is why we are different from dogs, we are different from chicken, we are different from cows. Nekana dotore na mwanya na nyomo. Man has a reasoning part. Muntu adere na dobako doganya. And of course also the animals reason. Na kinyanyo mwande chidugo na But the gya. animals do not possess the spiritual aspect. Ende nyomo itedere shire na okerundu. So the animals only have the body and the soul. Go nyomo shire shire na mwere na madoganyo. Only 2 parts. Indo biere ake ichunja But human biere. beings, they have 3 parts. Ende muntu are na ichunja bidato. The body, the soul, and the spirit. Kwena mwere mo kerundu na madoganyo. The spiritual part of human can never be satisfied by the things of the world. O kerundu ba muntu botemane ko neko nganerwa ninto byante goro. God specifically created man, the spirit of man, to be satisfied by him alone. Morungu ambera kerundu ndani ya muntu kenda wewe ngatweka ni woga to makenganerwa. The Bible says that God created us in his own image. Biblia kaga morungu atombira na mongwana no jwawe. That image is the spirit of man. Gwawi mokadia ne kerundu ndani ya muntu. In the likeness of God, the spirit of man. Na ode muntu morungu akali. In the image of God, the spirit of man. Ne mokadia do muntu ne kerundu wa morungu. And with an intention of having relationship and fellowship with man. Na ena mworo tajo kwadere na ngwatanero na mtu. When I talk about man, I mean both man and woman. Alitamani aweze kuwa na ushirika pamoja na mwanadamu. Alitamani sana mawasiliano kati yake na mwanadamu wewe katika njia iliyo bora. Na hapo mwanzo, kabla Mungu kupokea ile nafasi yake katika maisha ya mwanadamu, tatizo likatokea. Nafasi iliyotengewa Mungu, kuna jamaa mwingine akakuja akalichukua. Baada ya kumdanganya mwanadamu. Nyuma ya kwa area mto. Na hapo ndipo matatizo ya mwanadamu katika ulimwengu yalipoanzia. Na hapo ndipo uhusiano ambao Mungu alikusudia kujenga na mwanadamu uliharibika. Na hapo ndipo giza ilijawa katika ulimwengu. Na hapo ndipo uadui ukaingia kati ya mwanadamu na Mungu. Na hapo ndipo mwanadamu akaanza kujificha machoni pa Mungu. Na hadi leo hii mwanadamu anaendelea kujificha. Pasipo kujiuliza ni kwa sababu gani anajificha. Mahali popote ambapo neno la Mungu linasemwa, watu wangetamani kutoroka. Sio kupenda kwao, bali ni kutoelewa na kutofahamu ni mbona tunatoroka. Na mahali pale kuna vijisababu. Labda ni sababu ya kazi. Labda kanisa hilo sio letu. Labda mchungaji yule sio rafiki yangu. Labda lugha ambayo wanatumia katika neno la katika kuhubiri neno silielewi. Labda nimechelewa kwenda kupikia watoto. Au nimefanya kazi sana, nimechoka. Leo hii sina muda. Ukifanya kesho nitakuja. Kuna sababu ya kutolisikiza neno la Mungu. Na sitamlaumu yeyote yule ambaye hana nafasi na neno la Mungu. Bali tutaelezana leo hii. Tatizo hilo ambalo linakufanya hutengane na neno la Mungu ni lipi?
kulifanya neno la Mungu. Na halikuanza na wewe. Halikuanza na wewe. Na halikuanza na mimi. Nilianza pale mwanzoni. Wakati wanadamu na Mungu walipotengana. Wanadamu akamwona Mungu akiteremka chini, wanadamu akaenda kujificha. Tayari giza lilikuwa limejaa moyoni mwa mwanadamu. Uhusiano ambao mwanadamu alikuwa pamoja na Mungu tayari lilikuwa limevunjwa. Urafiki uliokuwemo kati ya Mungu na mwanadamu uliharibika. Mwanadamu huyu tena vitu vya Mungu hakuvipenda. La labda alitamani sana kujua ni kwa nini napitia haya. Ni kwa nini uhusiano wangu na Mungu umeharibika. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwanadamu alitengwa na Mungu. Na anatamani sana katika moyo wake aweze kuwa na uhusiano bora na Mungu. Lakini pasipo kufahamu ni katika njia ipi anaweza kaunda uhusiano wake na Mungu tena, atashinda akihangaika. Atatafuta njia, atashindwa. Atatembea makanisa, hatalipata. Bwana asifiwe. Atalaumu watu katika maisha yake. Atalaumu hali katika maisha yake. Kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba ulimwengu na nchi. In the beginning God created the heaven and the earth. Kwa inasema kwamba na nchi ilikuwa iko tupu. Ilikuwa halina umbo. Ilikuwa limejawa na giza. Swali ambalo nimejiuliza wiki hii ni moja. Ni katika kipindi gani nchi ilikuwa imejawa giza? Ni katika kipindi gani nchi lilikuwa halina umbo? Ni katika kipindi gani nchi lilikuwa limejawa na utupu? Unapojiuliza kuhusu nchi, pia uweze kujiuliza kuhusu moyo wako. Ukitazama maisha yako, maisha yako lina umbo? Je, ukilitazama maisha yako, je, kuna utupu katika maisha yako? Na je, ukilitazama maisha yako, je, kuna giza katika maisha yako? Na limekuwa katika njia ile wakati gani? How long have you been in darkness? How long have you been empty in your heart? How long have you been without form? Some of us, when you look at our families, they are formless. You cannot trace the head and you cannot trace the tail. You can never know whether we are going in front or we are going back. Even however beautiful you might have been when we were young, when you look at us now, we do not have a designated face. We look terrible. We look miserable. We look unwanted. We look formless. Even though you put a smile in your face, it's as if you are crying. Your smile appears like a cry. Now I wonder, what if you're crying? How will you look like? There is no form in you. There is no shape in you. There is a lot of emptiness in your life. Even though you work and you get money, you don't know where your money is going to. You cannot use your money in the correct way. Even though you're doing your business, they keep on falling every time. Even though you try to establish your family, things keep on falling apart every time. Labda
tumejaribu waganga. Omba kwedra togeretiaga. Labda mganga fulani ako na dawa ya hali yangu. Omba kwedra mugamo naye na ishokyoria manto madena jakwa. Mganga huyo pia anapitia tu mateso kama wewe. Moga ojo no akorokera to madena jaokwe. Pia ni kipofu tu jinsi ulivyo kipofu. Ono motumu moja ode kwore motumu. Pia anajaribu kutafuta mwelekeo katika maisha yake. Aregeria kinyago kwa mwerekero torone baku. Na hajaipata mwelekeo huo. Na kinyawe ationete mwerekera jo. Wewe hauna mwelekeo, yeye hana mwelekeo, mnasaidiana katika njia gani? Wate na mwerekera na wote na mwerekera bote dhani atia. Wengine wetu wametafuta umbo katika pombe. Bange bagashwa mokadia ndani anchobi. Wamejaribu kujaza nafasi iliyo tupu mioni mwao na pombe. Bakageria kojo ya odari borebo ndani ankora badala ya kulijaza nafasi hiyo, anto kojo ya kanya kau. Utupu umeendelea kuwa kubwa. Odari bokata na bara konenea. Giza limeendelea kuwa kubwa katika maisha yao. Mundu jogeta na bara kwa jo monene. Lakini kuna jambo moja la shukrani leo hii. Ndekwe na ndoba mongo shokeria ningependa niwaeleze jambo hilo la shukrani. Na kwenda ko shokanka ko bore sero ndoba bokado. Mnielezee moyo wa shukrani. Inkwenda ko bore sera. Ningependa niwafafanulie moyo wa Mungu. Inkwenda ko bogore rankoro morungu. Tunapojiuliza swali moja. Toke shodia kemwe. Mungu aliumba nchi iliyo tupu. Morungu amberande koro endari. Mungu aliumba nchi iliyo na giza. Morungu amberande koro ena mogundu. Mungu aliumba nchi isilo na umbo. Morungu amberande koro etara na mokaje. Nchi hiyo ambayo Mungu anazungumzia ni wewe na ni mimi. Ngoro ya Morungu akwarereria yo kwa naoni. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 6 maandiko yamezungumzia umbo hilo ni mioyo yetu. Ndani ya Korintho Biblia ne kuuga mokaje jone nkarashieto. Tuliumbwa tulikuwa na mioyo isilo na umbo. Ndani tuamerwa na nkaro itana mokaje. Nilikuwa katika hali ya giza. Wade mogundune. Na nilikuwa pia liko tupu. Nare odari. Mungu alifanya mambo hayo yote ili aweze akatumika katika maisha ya mwanadamu. Morungu alitenda ngogeje ande kenda tumekanene otoroba mtu. Labda leo unajiuliza, ama kwadra ndogo shioja. Nitakunywa pombe hadi lini? Na kanyoncho bimo ankade. Labda leo unajiuliza, ama kwadra narwa ndogo shioja. Na vita katika ndoa yangu itakuwa hadi lini? Ndoa ndeni anje kwa ikadira re. Labda leo unajiuliza, ama kwadra watoto wangu wataendelea kuhangaika hadi lini? Ana bako bageta na mbele kuhangaika mwangale. Labda leo hii unajiuliza, ama kwadra narwa ndogo shioja. Biashara yangu haitaendelea hadi lini? Biashara kwete kueteta na mbele mwangale. Labda leo hii unajiuliza, ama kwadra narwa ndogo shioja. Na maisha yangu itakosa utaratibu hadi lini? Mbotoro boko bokaga mwara kera mwangale. Furaha ni kwamba ogekena ni ate. Jambo la kushtua ni kwamba otoboko makanya ni ate. Wewe hauna jibu ya mambo hayo. Wata shokera mando jaja. Jambo la kufurahisha ni kwamba otoboko kedara ni ate. Mungu ako na jibu ya mambo hayo. Wewe hauna jibu. Wata shokera. Na nina hakika kwamba umelitafuta jibu. Nande na mano sueta shokera. Labda leo nakubaliana na mimi kwamba umekosa kupata jibu. Nanarwa na wete kaneria nani ate nwageta kwa ne shokera. Nitakuhakikishia kwamba kuna jibu. Nani ndakwera kama kwa ne shokera. Kuna jibu katika mahangaiko ya maisha yetu. Kwa na shokera kwa hangaika kwa metorere. Kuna jibu katika mateso ya maisha yetu. Kwa na shokera mateso jana dokorokera. Kuna jibu ya malalamishi katika maisha yetu. Kwa na shokera konunguna ndani ya tora bwato. Na jibu lenyewe liko katika maandiko. Na shokera ngona ndani ya maandiko. Mungu akachukua muda kutuandikia vitabu 66. Mungu arajokia gita ndani ya. Na lengo lake ni kwamba tuweze kulifahamu moyo wake. Na lengo lake yara keria ya wana tombe ne kwera wankoro yawe. Maandiko inatuhakikishia kwamba maandiko jato menyidhi ate. Mungu ametuita katika ushirika na mwanawe Kristo Yesu. Mungu ni atoteta ndani ya ngwata ndani ya motano wa Yesu Kristo. Na hatuwezi tukawa na ushirika na Kristo Yesu tukiwa katika giza. Na totomane kwa na ngwata na Yesu Kristo tuwa mgundune. Sababu Mungu ni nuru. No ndo Mungu ni wero. Roho ni nuru. Na Mungu ni wero. Na Kristo Yesu pia ni nuru. Na Kristo ni wero. Na mwanadamu alishaingizwa katika giza. Na moto na wane mgundu. Ili awe na ushirika na Mungu. Na ndekendedere na ngwata na Mungu. Pamoja na mwanawe Kristo Yesu. Oja motano wa Yesu Kristo. Ili aweze akajazwa na Roho Mtakatifu. Kenda mene konjoro kerundua modharu. Lazima kizingiti kile liweze likaondolewa. No mwanga yonto keu mene kweberwa. Na kile kizingiti ni giza. Na yonto keu na
hii imeshindikana. Wiki mbili imepita nilialikwa katika mkutano mmoja kule nchi ya Uganda. Nilialikwa katika mkutano katika nchi ya Uganda. Jambo la kupendeza lilikuwa ni tuko mbali na barabara, tuko mbali na magari, ilikuwa ni nchi ambayo si nchi, ilikuwa ni island, ni kisiwa. Na kisiwa kile kilikuwa hakina taa, hakuna stima. Manake giza ilikuwa stima. Unaona giza ni kama unaweza ukakata giza na panga. Ukiguza hivi utasikia umeguza giza. Ilikuwa ni giza kabisa. Siku hiyo tukashiriki neno la Mungu. Tukasoma andiko ambalo tumelisoma leo. Nami nikauliza swali. Mahali ambapo tulikuwa tunafanya ushirika wetu wa usiku, walikuwa wanatumia mataa ya sola. Nikawauliza swali moja. Hebu zima hizo mataa za sola zote. Utaona nini? Utaona giza. Tujaribu kuondoa giza basi. Wale ambao wako na mabakuli wabebe bakuli zao. Walio na vikapu wabebe vikapu vyao. Walio na ndoo wabebe ndoo zao. Tujaribu kuokota giza tujaze katika mandoo zetu. Tuondoe hiyo giza tubaki na mwangaza. Walisema hawawezi. So kulikuwa hakuna haja ya kujaribu. Kwa muda mfupi tukasema haya, washa taa. Walipowasha taa giza likatoroka. Ilikuwa ni kazi rahisi kuondoa giza. Unazima taa, giza inabaki. Unawasha taa, giza linatoroka. Bwana asifiwe. Najua miongoni mwetu tumeingia katika makanisa. Najua miongoni mwetu tumepitia mashirika. Na tukafanya ushirika. Mahali ambapo tunaelezewa kwamba tunaweza tukasambaratisha giza na mikono yetu. Tunapata muda kusambaratisha giza. Tunapata muda wa kufunga giza. Na tunafanya kazi hiyo kila mara. Na giza lile bado limekodoa macho. Aliondoki. Wakati mmoja nimealiwa kuweza kuhubiri katika kanisa moja katika mji wa Kitale. Kabla sijaanza neno, nilighadhabishwa sana katika moyo wangu. Nilifika wakati wa kusambaratisha giza. Na kulipiga giza teke. Na kuliondoa na bidii ya mwanadamu. Viti vikaondolewa vyote. Ndugu na wadada wakasimama pembeni. Sarakasi kaanza. Ilikuwa ni sarakasi ya kuweza kuondoa giza. Bwana asifiwe. Hakika walingangana kuondoa giza. Wakalipiga giza teke. Wakalikata giza na mikono yao. Nilipopokea nafasi ya kuweza ushiriki neno la Mungu, nauliza swali moja. Nani yako na dhambi moyoni mwake? Wote wakiinua mikono, sote tuna dhambi. Basi Mungu anaondoa giza. Mbona alijaondoka basi? Inamaanisha umejua kile ambacho unatamani kuliondoa. Lakini kile ambacho haujui ni namna ya kuiondoa. Kwa ufupi tukafanya sarakasi na sisi pia. Sababu giza lilikuwa limeanza kuingia. Tukafanya for example. Haya, zima taa. Unaona nini? Tunaona giza. Washa taa. Giza iko wapi? Imetoroka. Hiyo ni kazi ngumu? Hapana. Ni rahisi sana. Katika njia ile ile maandiko
nimenakili namna ambavyo Mungu anataka kuondoa giza katika mioyo yetu. Maada koja kwareredio na Mungu akwenda ne kweberia mugundu ndani ya nkoroshi yetu. Na mkutano ambao tuko nao kuanzia leo hadi Jumapili kuweza kuondoa giza katika mioyo yetu. Na ndomeri yeje tuna yani agomba kweberia mugundu ndani ya nkoroshi yetu. Na nina hakika kwamba yule ambaye anatufuatilia kwa utaratibu, na negweza kana moyo gatondikera na motaratara, kabla sijachukua gari la kuweza kuelekea Kisumu, mbele njokia ngare kwenda Kisumu, atakuwa na ushuhuda akendera na koje hakika lile giza limeondoka. mama gunduijwe berete. Na furaha ni ya kwamba na yekeno ni ate ikiwa ni wewe utajaribu kuliondoa giza, kogeria kwenga mundu halitaondoka. Mundu jojo tebera Kodolea macho. doga ukorora medho. Wanafunzi wa Kristo wakamwendea Kristo. Ditoba Yesu baratera Wakamuuliza, bara moja, je, atere tatizo liko wapi? Zenainare Tumejaribu kuondoa mapepo kwa huyu mwanamke na limekataa. togerete kweberi kwenga nkomaji atonera kuna aikora. Na alipofika kwa Kristo, na dede bamkire Kristo, hata sekunde moja alikuisha. nyasa kedye mota adira. Tatizo la mwanamke yule lilikuwa limeondoka. No zena mokorora na rekwebera. Na si yeye tu, na tewenga ke wengi ambao walikutana na Kristo Yesu, baba ngebara basemarina na Kristo hali ambazo walikuwa nazo katika maisha yao, zena ile bare na shomo torone jao chungu ambao walikuwa wamepitia katika muda mrefu, oro bora bakorokera tagitare mara tu walipokutana na Kristo, eri yake basemarina na Kristo, hali lile halikukaa tena, zena eri atamba kokaroka liliondoka na likaondoka kabisa. ini aberwe na reberwe bururu. Kuna jamaa alikuwa amepooza miaka 38. Kwena muntu warekeje miaka Kristo alipomfikia, na dera Kristo mokinyerere, na Kristo akamuuliza swali moja, Kristo anamoria koria kema, je, ungependa kuponywa? kwena kwenda ne kwarua. Jamaa yule akajibu, Muntu aja arasokia, sina jamaa wa kunitia katika maji linapotibuliwa, jana muntu wakongera roja na dera roinainwa. na zaidi ya yote Na ngorokia ajande ninapojaribu dera kuna mwingine kore nonge anaingia mbele yangu katika maji. utanyaga mbere yako rojene. Lakini katika kitabu kile Ende nani ayukurere hakuna ushuhuda ya mtu hata mmoja aliyeponywa na maji lile. godana okoje ba muntu waretwe ne rojero. Naye Kristo akamuuliza jambo moja, Na Kristo aramoria koria kema, amuka, jitwike godoro lako na uondoke. rojo kekebare gagoshietera Katika neno moja la Kristo, ndeni arotatoro mono Kristo, hali ambalo lilikuwa limemtatiza jamaa yule kwa miaka 38 liliisha mara moja. ondo bora badene je muntu je miaka mingi deradiro remwe Na ushuhuda kama zile ziko mingi katika maandiko. na makoje jama ngeje ndani ya maandiko. Hakuna yeyote yule ambaye alikutana na Kristo, Kote wewe wanasema ni na Kristo ambaye alitupilia mbali mawazo yake, ole wagere watere madokanio jawe alibaki katika hali ambayo alikuwa nayo kabla hajamkuta Kristo. watigirwa kadio ole akali ageshamana na Kristo. Na leo hii mbingu kuna furaha, na arwa eje gorore na gekero sababu tuna nafasi ya kukutana na Kristo Yesu. ndo to na kanyaga sikosemana na Na Kristo ninahakika Yesu kwamba ukikutana na Kristo Yesu leo hii, kupitia neno lake katika moyo wako, hali hiyo ambayo imekutatiza katika muda mrefu, hali hiyo haitabakia hapo tena. Iwe ni ugonjwa, iwe ni umaskini, iwe ni ulevi, na zaidi ya yote iwe ni dhambi, ukifika mbeleni pembeni pa Kristo Yesu na dhambi, hakika dhambi lile haliwezi likabakia pale, sababu hata dhambi lenyewe linamwogopa Kristo Yesu. Msimamizi wa dhambi ni mwoga wa Kristo Yesu. Mradi tu umempea Kristo nafasi ya kusongelea karibu, jinsi ambayo imenakiliwa katika maandiko. Katika mstari wa 3 Biblia inanena ya kwamba naye Mungu akasema liwe nuru. Mungu aliposema liwe nuru, na ulimwengu kauliza maswali, litatoka wapi? Kwa hiyo tumekuwa kwa giza kwa muda huu mrefu. Ni mambo gani hayo unatuambia? Hata ulimwengu ilishindwa kumpinga Mungu. Bwana asifiwe. Ulimwengu lilishindwa kumpinga Mungu. Jinsi ambavyo Mungu alivyonena, naye ulimwengu ikakubaliana na Mungu.
Maandiko inasema ya kwamba liwe nuru. Bwana asifiwe. Amen. Mahali popote ulipo limenakiliwa katika maandiko. Na Biblia inasema ya kwamba likawa nuru. Liwe nuru. Likawa nuru. Haleluya. Liwe nuru. Likawa nuru. Mungu alinena na likafanyika jinsi alivyonena. Maana yake ni nini? Hakuna mahali popote pale Mungu anaweza kanena likashindwa kufanyika jinsi alivyonena. Maandiko yanasema kwamba Mungu si muongo. Mungu si mwanadamu aseme uongo. Bwana asifiwe. Anachosema lazima liwe jinsi alivyosema. Akisema lazima liwe. Ukiendelea kusoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, maandiko linasema alisema ikawa. Alisema ikawa. Alisema ikawa. Swali ambalo unapaswa kujiuliza leo hii, mbona anasema na aliwi katika maisha yangu? Maana kuna kizingiti. Kuna kizingiti ambacho kinamzuia Mungu kuweza kutenda katika maisha yako. Kizingiti kile ni nini? Ni mawazo yangu. Mawazo yangu limenizuia kupokea neno la Mungu jinsi lilivyo. Kabla ya kulipokea neno la Mungu, lazima tujifunze kutofautisha kati ya mawazo yetu na neno la Mungu. Mawazo yetu imezingirwa na hali ambayo tunapitia. Mawazo yetu imezingirwa na experience tulio nao katika ulimwengu. Na hiyo ndio kizingiti ya neno la Mungu kuweza kufanya kazi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Tunajifunza namna kuweza kuondoa mawazo yetu na kuyaweka kando na kulipokea neno la Mungu jinsi ilivyo. Naye ulimwengu kajiuliza maswali. Nimekuwa katika hali ya utupu hii miaka yote. Nimekuwa pasipo umbo hii miaka yote. Nimekuwa katika giza hii miaka yote. Nani aliyeniweka katika giza? Nani aliyeniweka katika utupu? Ni nani aliyeniweka katika hali ya kutokuwa na umbo? Tutaangalia andiko moja katika kitabu cha Yohana sura ya 9. Yohana sura ya 9. Kuna jamaa mmoja hapa alizaliwa akiwa kipofu. Naye wanafunzi wa Kristo Yesu wakamuuliza Kristo Yesu, ni nani aliyetenda dhambi? Ni wazazi wake au ni yeye? Yohana sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin? This man or his parents, that he was born blind? Wanajaribu kutafuta ni sababu gani ako kipofu. Namna ambavyo unajaribu kutafuta ni sababu gani uko katika hali ambayo uko nayo leo hii. Mbona biashara yangu haiendi vizuri? Ani jirani yangu amenifungia dawa. Ni sababu sijaenda shule vizuri. Naye akauliza swali hapa. Huyu amezaliwa akiwa kipofu. Makosa ni ya nani? Ni yake au ni wazazi wake? Wewe pia inapaswa jiulize swali ya leo hii. Hali au tatizo nililo nalo leo hii
Ni kwa sababu gani niko katika hali yangu leo hii? Neke na ndonde ndene untukweja. Na Yesu akajibu. Na Yesu arashokia. Jesus answered. Yesu arashokia. Neither has this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Uko katika hali ambayo uko nayo leo hii, ili kazi za Mungu ziweze zikadhihirishwa katika maisha yako, ili mwangaza wa Mungu uweze ukang'aa zaidi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Katika hiyo giza ulionayo, katika hiyo hali ulionayo, katika hayo matatizo nayo yapitia, haukujiweka pale, bali ni yeye alikuweka pale, ili neno lake liweze likang'aa katika maisha yako, ili anapoleta nuru liweze likawa nuru katika maisha yako, jinsi alivyosema katika kitabu cha Mwanzo, nawe liwe nuru. Maandiko yanakili kwamba na nuru ikawa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wengi wamejaribu kumtafuta Kristo Yesu, lakini hawajawahi mpata. Bado wanamtafuta tu. Ukiwauliza kama ni wa Kristo, wanasema ndio. Ukiwauliza kama wataenda mbinguni, wanasema tunang'ang'ana. Ni mwendo ndugu yangu, tunang'ang'ana, hatuna uhakika. Akitaka tutaenda, lakini yeye alishataka tuende. Ni wewe ndio haujakubali kwenda. Na ni kwa sababu gani hujakubali kwenda? Umejitafutia njia zako ambazo haziwezi kukupea nafasi ya kuweza kuingia mbinguni. Bwana asifiwe. Tumeambiwa kwamba tukitii sheria za Mungu tutaingia mbinguni. Sio jambo mbaya, ni jambo mzuri sana. Lakini jiulize swali, na umezitii ngapi? Bwana asifiwe. Je, unaweza ukazitii jinsi alivyoziweka ili uweze kuingia mbinguni? Kesho tutaendeleza katika utaratibu namna kuweza kutii sheria za Mungu. Kesho nitawaonyesha namna ya kutii sheria za Mungu. Alafu tuangalie kulingana na ratiba ambayo tumepewa ya kuzitii sheria za Mungu, kama hakika kuna yeyote yule ambaye anaweza akaingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini leo hii nitakwambia nuru ambao iling'aa ulimwenguni, nuru hiyo pia inang'aa mioyoni mwetu. Na nuru hiyo ni nuru ya Kristo Yesu. Na Kristo anapong'aa mioyoni mwetu, hakika tena tutaishinda giza. Tutachekelea hali ambazo tunapitia katika maisha yetu. Tamaa ikikodolea macho, tutaichekelea tamaa. Chuki ikikodolea macho, tutaichekelea chuki. Sababu hapo mwanzo chuki ilikuwa na bidii kukushinda. Lakini sasa una uwezo wa kushinda chuki. Una uwezo wa kushinda hali za kimaisha. Na uwezo ule sio wa bidii yako. Uwezo ule unatokana na kumpokea Kristo Yesu katika maisha yako. Na msingi ni tujifunze tu namna ya kuweza kumpokea Kristo katika maisha yetu. Huyu Kristo tutampokea vipi katika maisha yetu? Mahali popote ulipo unaponisikiza, naomba ujiulize swali moja. Na je, nina Kristo katika moyo wangu? Na kama hauna Kristo, ungetamani kuwa na Kristo katika moyo wako, hatuna haraka pia kuweza kuondoka hapa leo hii. Kama hautakumbwa na aibu, songea karibu. Wachungaji wengi hapa
moja katika muda mfupi tutashiriki neno la Mungu. na kinya no bagane na goro tatoro morungu Na hata tusipomaliza leo tutaendelea kesho. na kinya to diria na aro toketa na Na bero tutajifunza neno moja, na tokairi tanaro tatoro mwe namna ya kuweza kulishinda giza. nzera era tomane go shindani omogundu Namna ya kuweza kumkaribisha Kristo mioyoni mwetu. ora tomane kugwata Kristo gani motorone Namna ya jeto kuweza kuimarisha uhusiano bora kati yetu na Mungu. ora tomane korikidia ngwata nere yato na morungu Namna ya kuweza kufanywa wana wa Mungu. ora tomane kodire kana ba morungu Namna ya kuweza kupokea mamlaka na ufalme wa mbinguni. ora tomane kwa mokra wadhani kuma egoro Namna ya kuweza kumfurahisha na kumpendeza Mungu pale mbinguni. ora tomane kwa toke kanya morungu ali Na egoro hakika hakuna jambo bora kama kuweza kumfurahisha na kumpendeza Mungu. na gotondo bonge boe bata na boge tomi za Na kokenya morungu kumfurahisha na kumpendeza ni kuweza kuwa na uhusiano bora pamoja na yeye. na komokanya kunda ne kwedra wena ngwata na njagana we Na uhusiano huo bora unaletwa kuwa pamoja na Kristo. na ngwata na werera tone kwedra wena ngwata na Na ni Kristo kweli kabisa Kristo yule alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. na ne korokera go kwa Kristo nje modarabe Ingawaje tutajiita wenye dhambi, nyakedra toka sheta eya tusisahau ya kwamba Kristo aliosha dhambi zetu zote pale msalabani. tekazane korera Kristo ni adhambiria we yabota bunde Na modarabe yeyote yule ambaye atakubaliana na neno lile la Kristo Yesu pale msalabani, na orioge atakanderia ate we yabo kama tore Kristo na modarabe tukimalizia maandiko na nakili ya kwamba tokerekerere mandeko jariuga kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, otaura morungu endera kerende kande goro na sababu ya upendo wake mkuu katika ulimwengu no ndo baba nene ndegoro alimtoa mwanawe wa pekee, na alitira motana wa momwe mwanawe Kristo Yesu, modare Kristo Yesu pendwa wake Mungu. umwendo wa morungu Na akanakili ya kwamba na ere serate yeyote yule amwaminie wewe ondoroka mwetekia asipotee kamwe, ate kaora na hawe na uzima wa milele. ndio derena mojo Kenya na Kenya Ukipokea uzima wa milele, kwa mokera mojo Kenya na Kenya uzima huo hauna mwisho. mojo Kenya na Kenya yote na moja Kama labda unasema kwamba wewe ni Mkristo kwamba kwenda kiugore mu na Kristo uliombewa na ukaokoka, noromberwa na ronoka na mara kwa mara unajipata bado wewe ni mwenye dhambi negita ni kwa gito shiedara ore na moja unajiita mwenye dhambi noga shieta moja na umetengwa na Kristo Yesu tena, na no adorani na Kristo kaere swali ambalo unapaswa jiulize leo hii ni ya kirao bateri go shiori na arwane je, nilipokea uzima wa milele? inda mukere moja Kenya na Kenya Sababu ukipokea uzima wa milele, no to wa mukere moja Kenya na uzima Kenya huo hauna mwisho. moyo jojo tena Na moja hizi masiku ambazo zinazofuata na tuko jidi ngatete tutaelezea katika utaratibu wa maandiko tokere sera na mutaratara jo mandeko namna ya kuweza kupokea uzima wa milele. ora tombane kwa mukere moja Kenya na Yeyote Kenya ambaye amenisikiza leo hii, wondora waandikero gorobona nina moyo wa shukrani nde na nkora ya na nkadho napendezwa kwa kuweza kuchukua muda wako wa kuweza kusikiza neno lake Mungu. na tobago mpaka anyo kadikera Na rotatora hata morungu kabla ya kukaribisha kesho, na ndoko kwa togeni rojo ningependa niombe pamoja na wewe. na ngwenda kuromba mona Mahali owe popote ulipo, ningependa niombe pamoja na wewe. ori torombe amwe Ya unaweza ukafunga macho, unaweza ukafungua macho, wamba koinga medho no orugore na medho mradi tu fungue moyo wako katika neno la Mungu. o akekera kena bata ni orugore nkoro ya Ni yeye anayetazama hadi ndani ya roho yako, ori oraidere nkoro na ya ni yeye anayefahamu hali ambayo unapitia, na no kwere wali rogo na korokera katika giza ulio nayo ni yeye tu ambaye anaweza kuweza kukuondoa. na kila magundu ne jori ori no wewe mbane ko Ningependa tu na umwambie Mungu, ingwenda mwe ewe morungu asante kwa kunifikia leo hii. ibwega ino ndoba onkinyera Asante kwa kufanya mkutano katika sehemu hii ya Mitunguu. ibwega no ndoba kodide moshamani yetora Asante kwa kuleta mtumishi wako kunena na sisi neno lake. ibwega no ndoba korata ndoba ya kukwara Naomba tu ulifungue moyo wangu niweze nikalikaribisha neno lako. ndenombo ontaje mbona ko togeni rotatora Giza ambalo limesitiri katika moyo wangu kwa muda mrefu, mundu chora jodere tajo ngoroni akwa gitarera neno lako ambalo limesema liwe nuru rotatora kurora rugeta kogia wero liweze likaingia katika moyo wangu, omene gotonya ndani ankoro na yakwa giza hayo yote ambayo yamenizingira katika muda huu wote na
mundu jojo dioroketa kitarera liweze likaondoka katika neno lako. jombe ne kwebera nonto bara utatoro wako. Mungu Baba tunakushukuru. Baba ito shakira nkadho. Mungu Baba tunasema ni asante. Baba ito kugane bwega. Mungu Baba tunasema ni neema yako kuu katika sehemu hii ya Mitunguu. Baba toliugano tugibwa kuba magegania tolenelea kwa upendo wako mkuu na wendo wako bonene namna ulivyoipenda nchi ya Nineve. Ojaure wendire tora ya Nineve. Na ukamtuma mtumishi wako Yona. Bora toma ndoba ya kunjona. Aweze akalipeleke neno lako ili watu wako waweze kutubu. Ombe ndegu ikero utatoro wako kenda ntoba kubairira. Na leo hii pia umeweza kulituma watumishi wako waweza kushiriki neno lako katika mji huu wa Mitunguu. Ogorobona rwano tometa ndoba shako shiali ya utatoro wako ili watu wako waweze wakatubu. Leke na ndoba kubairira. Waweze wakatazama na kufahamu kwamba giza limejaa mioyoni mwao. Ombe ndeko raideria na kuona magundu jara jojo. Na waonyeshe namna waweza kuangarisha nuru katika mioyo yao. Mungu Baba leo hii tunainua mioyo yetu mbele zako. Na tunasema ni asante Mungu Baba. Baraka zako zile ambazo ulituahidi. Leo hii tunaomba zile baraka. Kwa wanao walio katika nchi hii ya Mitunguu. Baba waunganishe pamoja na neno lako. Baba la msingi wafanye wawe wanao. Ili baraka zako ziweze zikatiririka katika maisha yao. Mungu Baba tunasema ni asante na hata zaidi katika baraka ambazo umetupea leo hii kupitia neno lako. Aliye na matatizo ya ndoa. Aliye na matatizo ya ndoa. Aliye na matatizo ya kazi. Aliye na matatizo ya ugonjwa. Aliye na matatizo ya chuki. Aliye na matatizo ya masomo. Na hata hatuwezi tukazungumzia matatizo yote. Lakini pasipo kusahau aliye na matatizo ya dhambi. Baba wakumbushe kwamba mkutano huu ndio wao. Tuko hapa kuwaunganisha pamoja na wewe. Tuko hapa kuelezea kwamba neno lako linaweza. Tuko hapa kuambia kwamba Mungu Baba unaweza. Na hakika umetuambia kwamba wewe unaweza. Na hauwezi tu lolote bali unaweza kufanya mambo makuu katika maisha yetu. Baraka tele zije kutoka kwako. Utukufu kurudie wewe Mungu Baba. Na tunasema ni asante katika kanisa la City Church. Asante kwa mchungaji na washirika wake wote. Na ni asante kwa neno lako ambalo uliweza kupanda mioyoni mwao. Na kutumia kama chombo cha kuweza kutimiza mapenzi yako. Baba uendelee kuwatia nguvu. Uendelee kuwafungulia njia. Na uendelee kuwahimiza katika neno lako. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa neno lako. Hatuwezi tukachoka kusema ni asante. Na tunaomba tukiamini neno lako. Katika jina la mwanao Kristo Yesu. Na sote tuseme amen. Haleluya.